Kuanzia Agosti 23 mwaka 2015, kipenga cha kampeni za uchaguzi mkuu kilipulizwa rasmi na kushuhudiwa wanasiasa mbalimbali wanaowania kiti cha urais, viti vya ubunge na viti vya udiwani wakianza rasmi hekaheka za kuomba kupigiwa kura za ndio na Watanzania. Vyama mbalimbali vya siasa vimeshiriki katika mchakato huu uliochukua muda wa siku 65 hadi Oktoba 25 mwaka 2015 ulipofanyika uchaguzi mkuu. Dr. John Pombe Magufuli akiwa miongoni mwa waliokuwa katika hekaheka hizi, mbio zake zikaanzia mkoani Katavi. Na katika ripoti hii, hebu tazama baadhi ya mambo ya kipekee yaliyotokea katika kampeni zake zilizofanyika nchi nzima, akitembea kwa gari kwa zaidi ya kilomita 40,000 kuomba kura. Amenadi ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2015-2020 na kote alikopita amepokelewa kwa shangwe, ndelemo na vifijo. Moja ya mambo yaliyoshangaza wengi ni jinsi alivyokuwa akiwasabahi wa Tanzania kwa salamu za makabila lukuki ya Tanzania. Hapa alikuwa akithibitisha kuwa Tanzania ni moja na Watanzania wanaishi pamoja bila kujali makabila yao, dini zao, kanda wanazotoka na imani zao. Msoma oye! Amangana Mboya. Pawazanaki amangana Mazomu. Pawajaro yaore angima Ochimadara. Pawajita Kamprowa Chasugu. Ulio mwamba, ulio masika, ulio chikaka. Kwa kina mama wacha mawe maongera mai kwa wazunguma mwadera baba na bamayo imwashe minza mlimora kwa wazinza surarugaba surachombeka kwa wasubi sura haya kwa wae kamwene Mnogage kwa Masai Subai kwa Wamburu Saita Sayu Aidoma Aidori, kumbe wote wapo tu. Haya, naenda kwa Wahaya Shumaramu waitu Mwagira mayo Kasukamiribare Katariata Kasumbikumu Burusi. Assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu, haya Wachaga shimboni mai shimboni shavo. Haya Wapare urewedi namnani. Nyamatiki tukintu ni mshombe. Dr. John Pombe Magufuli, ahadi yake kubwa ni kuchapa kazi chini ya kauli mbiu yake ya hapa kazi tu. Amesisitiza kila mahali, tena kwa msisitizo wa hali ya juu. Deni langu kwenu ni kufanya kazi tu. Mchana nitafanya kazi, usiku nitafanya kazi, nikiwa nimekaa nitafanya kazi, nikichuchumaa nitafanya kazi, nikilala kifudifudi nitafanya kazi, nikiwa chai nitafanya kazi. Lengo langu ni kumfanya Tanzania iwe Tanzania ya maendeleo ya kweli. Muendelee kuniombea ili nitakapopata urais, kwanza nisije kuwa na kiburi, nisije nikasahau nilikotoka. Siku zote nimtangulize Mungu, niwaheshimu wa Tanzania wote, nisibague kutokana na vyama vyao, nisiwabague kutokana na dini zao, wala nisiwabague kutokana na makabila yao. Mimi nifanye kazi, 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 kazi. Kuna wakati Magufuli akawashangaza Watanzania pale alipowathibitishia utayari wake wa kuchapa kazi unaochagizwa na afya nzuri na nguvu ya kutosha alionayo.
Unakumbuka push-up za Magufuli? Hata mkisema nipige push-up, napiga push-up. Au nijaribu kupiga push-up? Haya, napiga. Kwa waliopita jeshini, mnaikumbuka nyakua nyakua? Dr. John Pombe Magufuli almaarufu kwa jina la Tingatinga, daima kwake hakuna linaloshindikana. Hata pale alipokutana na changamoto ya majukwaa ya kuhutubia, hakuacha kutafuta usuluhisho wa papo kwa papo. Wasanii wa muziki wa kizazi kipya walikuwa sehemu muhimu ya kunogesha kampeni za Dr. John Pombe Magufuli. Kwa mtu huyu mwenye afya njema, haikuwa taabu kuungana nao, hasa pale muziki ulipopamba moto. Dr. John Pombe Magufuli hakuacha kuonesha kipaji chake cha kupiga ngoma. Na hapa ni Utegi Gloria. Kama unavyojua, katika kampeni ni muhimu wakati mwingine kumpiku mpinzani. Magufuli hakupungukiwa katika hili. Na ndiyo maana kama wapo Chadema na wao huwa wana tabia ya kusema people's power wampe Magufuli hapa nikawe rais. Wasihangaike kutapeleka power mahali pengine. Na saa nyingine wanaonyeshaga vidole hivi, si ndio? Na vidole hivi. Hivi vidole viwili ukiviunganisha ukaviinamisha chini, vinaandika herufi M, na M ni Magufuli. Vikiangalia juu hivi vinakuwa W, maana yake maana yake watu wa Magufuli. Nataka tuwe na mabadiliko ya kweli. Kulikuwa na mengi ya kipekee na ya kuvutia kwa Dr. John Pombe Magufuli, lakini yote kwa yote, msisitizo wake mkubwa ni kuchapa kazi. Amelisema hili bila kumung'unya maneno, na kwamba hata katika serikali atakayoiunda itakuwa ni ya wachapa kazi hivyo hivyo. Hiyo ndio serikali ninayotaka kuiunda. Serikali yenye kujali shida za wananchi wakiwepo Wanguruka, serikali inayojali maisha ya Watanzania, hasa Watanzania wanyonge. Uchaguzi mkuu ukafanyika na Magufuli akashinda kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata ushindi wa 58.46% ya kura zote, zaidi ya milioni 15 zilizopigwa.
Akakabidhiwa cheti cha ushindi katika ukumbi wa Diamond Jubilee jijini Dar es Salaam na kisha kwenda ofisi ndogo ya makao makuu ya Chama cha Mapinduzi CCM Lumumba jijini Dar es Salaam. Ushindi wa Dr. John Pombe Magufuli ni wa kihistoria. Historia ambayo pamoja na mambo mengine inatokana na ukweli kuwa Dr. John Pombe Magufuli anakuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa na makamu wa rais mwanamke ambaye ni Samia Suluhu Hassan aliyekabidhiwa naye cheti cha ushindi. Haya ni rais mteule wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anaonyesha cheti chake cha ushindi kwa yule ambaye anakwenda kumkabidhi madaraka kwa mujibu wa taratibu zingine. Anamuonyesha mzee wetu Warioba, anamuonyesha mzee Mangula, anamuonyesha mama First Lady, anamuonyesha First Lady wetu anayemaliza muda wake. Amekisogeza kwa mheshimiwa wa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya ndiyo yaliyojiri katika kampeni za Dr. John Pombe Magufuli alipoomba kura za Watanzania ili awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha miaka 5.